mambo yamebadilika. Sio haya tunayoona mabarabarani watu wanatembea utupu, sio hayo tu. Siku hadi siku Zanzibar inazidi kubadilika. Kila aina za kufuru zinazidi. Hivi karibuni tumesikia masuala haya yaliwatwi. Tumeletewa audio, kuna nyumba mambo haya yanafanyika. Watu wako nje wanatuambia machafu ambayo yanafanyika kwenye miji yetu. Mkuu wa mkoa akatangaza operation na imeanza. Nimesikia kwa mashikio yangu wamekamatwa, kuna mwanahabari mmoja amekwenda kuwahoji hao madada poa machangudoa, ameenda kuwahoji katika Star TV. Wanasema si tuachiwe kazi hii tuendelee kuifanya, tule wapi sisi? Hii ndio kazi yetu, tushazoea, tunapata maisha yetu kwa kazi hiyo changudoa. Kina dada ambao wanajiuza katika miji yetu na visio vya Unguja wanasema maneno haya kwenye television, kwenye Star TV. Sio hayo tu, ni lazima tutafakari. Waislamu anaweza kukosea mtu mmoja tukaangamizwa sote. Dhambi la mtu mmoja inaweza kuwa sababu tukaangamizwa Zanzibar nzima. Sasa tusione mambo maovu yanafanyika tukasema si wanafanya wao, iko siku Mungu atatuangamiza sote. Katika miaka 6 kumetokea matukio matatu makubwa sana ambayo mimi nimeyashuhudia. Mtakumbuka ndani ya miaka 6 iliyopita alitokea kijana mmoja jirani na shule ya SOS Mombasa, alichoma Qur'ani Zanzibar. Kesi hii iliibua pressure za Waislamu visiwani Zanzibar. Na nilishuhudia waumini wa dini ya Kiislamu walitoka kwa makundi mpaka kwenye ofisi ya mufti wakipiga takbir. Katibu wa mufti akatoka nje akaambia waumini wale, tuacheni swala hili tutalifuatilia. Na miongoni mwa watu ambao walikuwa wakaenda mahakamani kuliangalia swala hili nilikuwa mmoja wao. Kijana yule alihukumiwa akafungwa kiasi cha mwaka mmoja na kidogo. Lakini kitendo ambacho kinachokuja kwenye taswira yangu sasa hivi, alikuwa kuna mama mmoja, binti mdogo kama umri wa miaka 19. Wakati kijana yule yupo katika mahakama anasomewa, shahidi anatoa ushahidi juu ya kuchoma kwa Qur'an, mtoto mmoja wa kike alipata na uchungu ule wa kiimani. Alivua viatu vyake akamrembea pale katika mahakama Mwanakorekwe.